Bwana Yesu asifiwe. Naomba nikusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Biblia inasema katika kile kitabu cha Timotheo wa pili ile sura ya 3 na ule mstari wa 12. Inasema kwamba na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu watauziwa. Kwa nini Biblia inasema hivi? Yoyote aliyetoa maisha yake kuishi sawasawa na mapenzi ya Kristo lazima atakutana na upinzani. Lazima atakutana na kukataliwa. Kwa sababu Yesu Kristo anatamani tuishi maisha ya utakatifu, maisha ya haki, maisha ya kweli. Lakini katika kipindi tulicho nacho, watu hawapendi kusema kweli. Watu hawapendi utakatifu. Watu wanapenda uongo. Watu wanapenda unafiki. Ninaomba nikwambie, Yesu uliyempata, sema kweli hata kama unachukiwa. Nyosha maneno yako sawasawa na neno la Mungu. Ongea kweli mbele ya askari, ongea kweli mbele ya trafiki. Ongea kweli mbele ya mtu aliyekuuzi au kukukera. Sema kweli bila kupindisha maneno. Kwa nini? Haki ya Mungu haipatikani kwa kupindisha maneno. Lakini ninaomba nikutie moyo wewe ambaye upo kanisani unakutana na changamoto. Naomba nikwambie aliyeianzisha kazi ataimaliza. Ninaomba nikujulishe jambo hili ya kwamba pamoja na yote tunayopitia, pamoja na kukataliwa, kuudhiwa, kukejeliwa, kuonekana huna thamani, kurudishwa nyuma, kuhesabiwa hatia mara kwa mara, kujiona we ni mkosaji mara kwa mara, pamoja na yote na kero zote na ghadhabu zote, ninaomba nikutie moyo mtu wa Mungu ya kwamba tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye atutiaye nguvu. Na ni kwamba hatutarudi nyuma, iwe kwa maneno, iwe kwa majungu, iwe kwa kukatishwa tamaa, iwe kwa kuuziwa, iwe kwa watu kupenda starehe zao ili sisi tukatishwe tamaa, ili turudishwe nyuma. Tutasema kweli kwa jina la Yesu, tutanyosha maneno yetu kwa jina la Yesu, na tutasonga mbele kwa jina la Yesu. Mkombozi wetu ni magoti. Tutarudi magotini kwa Bwana. Tutamuomba Mungu atusaidie kusonga mbele. Na jioni ya leo inawezekana kuna mtu amekata tamaa. Jioni ya leo inawezekana kuna mtu amevunjika moyo. Jioni ya leo kuna mtu amepoteza thamani yake. Jioni ya leo kuna mtu amepoteza sifa ya utu wake. Ninaomba nikwambie Mungu yupo, na Mungu hajawahi mdharau mtu. Wanadamu wanaweza wakakuacha wakapoteza sifa yako, wakaona huna thamani, lakini Mungu anakupenda hivyo ulivyo. Mungu anaipenda thamani yako hivyo ulivyo. Ndio maana Mungu hana sifa ya kumdharau mtu. Ninaomba nikutie moyo jioni ya leo. Simama katika kweli, ishi katika kweli, utauona mkono wa Bwana. Na Mungu akubariki sana mtumishi wako. Na Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Na Mungu akubariki sana 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 sana. Na kuinue viwango vya juu na uzidi kusonga mbele. Bwana na akubariki.